three principles, three pillars, ile inaifanya kanisa lisimame, ile linalifanya the believers, the Christians, they continue prospering, kwa sababu hakuna yeyote yule huwa anakuja kanisani to seek the guidelines, to seek mwelekeo wote ule wa kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Zote twakuja kanisani tukiwa na nia moja, tukiwa na lengo moja, eti maisha yetu haitakuwa sawa tena. Bwana asifiwe. Our lives won't be the same again. Vile tulikuwa jana sio vile tuko leo. Bwana asifiwe. Na sio hivyo tutakuwa kesho. So day by day we hope, we believe, and we have faith that tomorrow will be better. It will be better than today. Bwana asifiwe. Na ndio nikasema the church have been programmed in a certain way that it will progress us. Bwana asifiwe. One principle or one pillar is the word of God. Bwana asifiwe. The word of God. The second principle is the prayer and worshiping. Bwana asifiwe. Prayer and worshiping. The third one is giving. Bila kusahau and receiving. Because it's a principle. Where there is a giving, there is a receiving. Bwana asifiwe. And the church is anchored in those three principles. Bwana asifiwe. Every church, every denomination, hata huku kwetu nasikia ni wakati wa kuabudu na kusifu. Ni wakati wa neno. Hata kabla neno lipeanwe, unaona Kennedy anakimbia mifuko ya sadaka. Hata Reverend umesahau offering. Because we have been doctrined so that we may progress. We have to go through three field or areas. Bwana asifiwe. Lakini pia ningesema the greatest of all is the word of God. Bwana asifiwe. The greatest of all is the word of God. Why? Because as we speak anything of prayers and fasting, prayer and fasting is in the word of God. Amen. Giving and receiving is in the word of God. Bwana asifiwe. Name it. Baptism, worshiping is in the word of God. So the word of God anchor or
of these other doctrines or other principles. All these pillars we are talking about. Bwana asifiwe. Nataka kusoma kitabu cha Watume, Acts 2. Acts of Apostles, chapter 2, 41. Then those who gladly received his word were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. 43. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now, all who believed were together and had all things in common. Hiyo ni 44. Kinsiku nataka tufike huko. Nataka kuongea maneno ama mambo ya neno la Mungu. Ama these apostles, you remember that Jesus Christ has just left them. Bwana asifiwe. And they were told not to leave Jerusalem until the Holy Ghost visited them. Bwana asifiwe. And ni kweli Roho alikuja na akaanza kunena na wale mitume. Kumbuka walikuwa 11. They were 11 apostles, but they filled the gap of the Judas by Matthias. So the early church, or this church, they begin their church. And the Jesus had promised them not to leave Jerusalem until the Holy Spirit visited them. Church, the power of Holy Spirit visited this church. Bwana asifiwe. Ukisoma hapo bereni utaona kitabu inasema they were about those 12 and other believers, about 120 of them. So it was a full church. Bwana asifiwe. Na unaona, it is out of this power. It is on this power of Holy Ghost. It is on this power of resurrection, Bwana asifiwe, that is changing the apostles. Bwana asifiwe. And you can see Peter and John having delivered a very powerful message to the congregation. Bwana asifiwe. They delivered, ukisoma hapo mbele kidogo, hapo nyuma kidogo, utaona the way that power empowered these people. Bwana asifiwe. Empowered Peter. Remember the Peter we knew hapo mbeleni? The Peter ule alikuwa amepotea wakati Yesu alikuwa anasulubiwa. Yani these apostles hawakuwa na ile nguvu kamili, ijapokuwa walikuwa na Yesu Kristo, but they were not empowered. I don't think whether ni kwa sababu walikuwa na Yesu, lakini tu mara Yesu alipoenda akawaachia ule Roho Mtakatifu, and they received the power. Bwana asifiwe. And they started preaching Jerusalem and all the environs, Judea. Bwana asifiwe. And church, you bear with me that having added more than 3,000 souls, Bwana asifiwe, sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. 300 souls
inatuambia kuna kitu ilifanyika. Bwana asifiwe. These people, they believed. Bwana asifiwe. They trusted on the gospel of these apostles. Bwana asifiwe. So they had faith. Bwana asifiwe. They believed on this. They believed on the doctrines of this apostle. Bwana asifiwe. Unless we believe, church, unless we trust on this word of God, hakuna mahali pengine tutaweza kwenda. Kwa hivyo our ground, our foundation is the faith. Bwana asifiwe. Is the faith. And what is faith? Biblia inatuambia, sijui kama ni kitabu ya Hebrania, is the things, faith is a substance of things we hoped for. Wale walitoka shule juzi, naona youth hawajakuja, lakini naona Sara pale, sijui kama anafanya physics. Physics, substance iko sana kwa physics. Substance ni kitu hata kama haionekani. Okay, kwa physics it's just a physical thing, but spiritually faith inalinganishwa na substance ambayo iko ndani mwako. Bwana asifiwe. Inafaa ikue kwa wewe Mkristo. Bwana asifiwe. Hiyo substance, kila mtu afanya hivi, ushika hivi. Hiyo substance inafaa ikue ndani yako. So wakati iko ndani yako, now that is the faith. Amen. That is the faith. Because without faith, the Bible says, we can't please the God. So kama we hauna imani, hawezi ukampendeza Mungu. Bwana asifiwe. And that's why the early church, here akina Peter na John and the other apostles, they started in a very high note of preaching to the gospel to the congregation. Even before, I think Peter ndio alikuwa, maybe ndio nafikia ndio alikuwa sasa, kwa sababu hawezi preach wote, lakini Peter alikuwa na ile mic ya siku hizo. Hata kabla aitane aulize nani ataokoka. Bwana asifiwe. Wao wenyewe wakaanza kuuliza, then what shall we do? Bwana asifiwe. What shall we do? Because that faith, that trust iliingia ndani yao na ikawakata kabisa. Bwana asifiwe. Paka wanauliza, sasa after that then tufanye nini? Bwana asifiwe. So that kind of faith, that kind of substance, the things we hoped for, ndio inafaa tukue nayo watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Remember at the first, when God created man, he was given the whole dominion. And leveled, he reminded us during that mafundisho, all the power belonged to us. Bwana asifiwe. Including hata hiyo faith ilikuwa yetu, hiyo nguvu. Lakini wakati hawa watu walifukuzwa, wakati huyu Satan
Nisikia alikuwa anaitwa, tunamwitaga Lucifer. Ati alikuwa yule malaika alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer. Alichukua mamlaka. Bwana asifiwe. Just at the beginning. Alichukua mamlaka. So mwanadamu akabaki bila mamlaka. Na ukisoma, sitaki kusoma, ukisoma hii Matthew, mahali Yesu anajaribiwa, anaambiwa pada pale juu nikuonyeshe. Satan anamkumbusha the things which were delivered to me. Bwana asifiwe. Amen. For it has been given to me, and I will give it to anyone I want to. So if you worship me, it will all be yours. Bwana asifiwe. All was given unto me. Yule Satan anaambia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo church ni vizuri tujue zile vitu zote mzuri. Ukisikiza ile mambo the Satan is promised in Jesus, utasikia ni ile mambo yote mazuri ako nayo. Kwa hivyo church, ile vitu yote mzuri, ile mambo yote mazuri tulinyang'anywa na yule mwovu Shetani. So it is your duty, it is your effort. Bwana asifiwe. Having, wakati tunafuata these doctrines of Jesus Christ, of the word of God, that tutanyang'anya, tutazichukua kwa nguvu. Bwana asifiwe. Lazima tung'ang'ane kama wanavyosema, ndio tusichukue kwa nguvu. Asijawekwa tu pale tuchukue tu. Lazima tung'ang'ane by reading the word of God, by prayers and fasting. Bwana asifiwe. By giving. Bwana asifiwe. We have no option. You can see this at the church. Watu walisema wacha tupokee Yesu Kristo, because they heard, they believed, and they trusted on the gospel of Peter, John, and the other apostles. Bwana asifiwe. And that's why they are saying, let us repent. Bwana asifiwe. So, my message this morning is that we have to please the God. We have to have that faith. We have to have that hope that the word you know, ile neno wewe unalolijua, it will take you somewhere. Bwana asifiwe. Kwa sababu without that faith, surely utakuwa unakuja hapa bure. Bwana asifiwe. Without that substance, we are saying, hiyo kitu ikuwe ndani yako. Juu unapoondoka, unaposema mambo yako, unajua ndani mwako uko na ile imani. You have trusted in the word of God. And that's why we can't be talking of giving and receiving if you are not trusting the word of God. We can't be talking of prayer and fasting if at the first place you don't believe in the word of God.
if you don't have faith in the teaching of the religion. Bwana asifiwe. Now, that is the difference between us and those who are on that side. Bwana asifiwe. Because we trust, we have faith in the word of God. And that's why wakati tunakaa huko nje, wakati mko na wale wa mama wengine, wakati mko na wale wazee wengine, utasikia tu hizo topics zikikuja za kanisa, utazisikia tu. So at the first place, kama mtu hana faith, hajaamini mambo ya Mungu, hajaamini neno la Mungu, mtakuwa mnaayo tu kama wajinga wawili. Bwana asifiwe. Kwa sababu nao wako na faith yao huko nje. Ndio. Kuna lile wameamini. Bwana asifiwe. They have their own beliefs. Lakini wewe, your faith is anchored somewhere. Bwana asifiwe. We are anchored in this word of God. Bwana asifiwe. So if we go out of that, we will be missing the point. Bwana asifiwe. We will be missing the point. Tutakuwa tumekosea njia. Ikiwa tutaamini na wale ati kutoa mchungaji ndio anakula. Unajua that's the major. Wacha niondoke karibu na yeye. Tukitoa mchungaji ndio anaku? Si ndio wanasema huko nje? Bwana asifiwe. Tangu lini? Tuko na miaka nyingi, more than 20 years. Our reverend atumpatiage msahara. Bwana asifiwe. Atumpatie msahara. Lakini utasikia na huko nje wachungaji ndio wanakula. Wachungaji ndio wanapeleka zile gari mzuri. Ni kwa sababu our tithes and the offering. Bwana asifiwe. Hata ni vizuri Reverend alinunua ile gari yake wakati hatukuwa tunajiweza sisi. Kwa sababu wake wamesema ni ile tithe yangu. Amen. Bwana asifiwe. So wakati tunasikiza wale wako huko nje, then utakuwa wewe umepotoka kwa ile njia ya Mungu. Because if you have to go, let us argue one another as a believers. Alafu tuangalia kitabu. Juzi wakati tulikuwa tunafuga mafundisho, kuna mzee mmoja alisema ako na swali. Na akasema hii ni private. So wakati tuliondoka wote, nikaona tu akisemeheana hapa, nikusemeheana ama nikufanya nini? Kohehanelera. Niliona mchungaji amechukua Bible. Unajua Bible yake naye haachangi, sio kama sisi. Nikaona wakaanza kufungua because anataka he want to argue according to the Bible. Watu wa Mungu. Bwana asifiwe. So our faith, our trust must be in this word of God. Because we are saying giving, offering, praise and worship, fasting, baptism, all is in the word of God. Bwana asifiwe. It is in the word of God. So
kama hatutaamini ile maagizo, the principles, the teaching of the religion regarding giving and receiving, then tunatekeleza maneno ya Mungu nusu nusu. Bwana asifiwe. Nitathanga wale huwa wanaomba mlimani kuomba. Na nilitembea hapo juzi, unajua juzi ndio nimejua tu mahali mnaendaga. Kumbe ni kwangu tu Samari. Na nyinyi mnasema mnaenda mountain. Sasa wakati nikapo nikaangalia ile mlima, kaangalia mlima, kumbe hapa ndio inaitwa mountain. Kwangu ni kwa kumbe ni kwangu tu Samari. Kwa mnatuambia mkiingia hapa mnaenda Samari. Samari na huko mwisho kwa kichaka. Lakini nataka kusema, sitaki kuchallenge maombi na hiyo fasting. Lakini na challenge the intercessors na wale wanaongoza hiyo maombi. Siku moja mtagaze tunafunga na kuomba juu ya giving. Bwana asifiwe. I don't know whether you have been fasted because of giving and receiving. I don't want to kuongeza mambo ya receiving kwa sababu mimi nataka kwanza giving. Kwa sababu kama huja give, wewe unagojea nini? Sasa wewe unagojea upokee nini? Lazima upeane. So in our matters of giving and receiving, I challenge the intercessors. Na wale wanaenda hiyo mlima. Siku moja mseme wiki moja. Hiyo mimi hata naweza kuja pastor. Hiyo naweza omba ruhusa. Kwa sababu mimi najua tu mbingu itafunguka. Sijui kama unakuwa na hiyo topic wa Saron mkienda huko. Tuseme we are fasting because of watu wote wao wanatoa tithes. Offering iongezeke. Bwana asifiwe. It's a challenge to you. Kwa sababu sasa in that mood of teaching, hii wiki tumekuwa tukiangalia hiyo mambo. Ni vizuri ikuwe pia ni ombi. Ikuwe ni maombi, ikuwe ni kufunga kama watu wanafunga. Let us do it regarding giving. Bwana asifiwe. Because ile sehemu gumu sana, katika those three principles of the church, it is in this field of giving. Bwana asifiwe. Kama ni neno, kila siku tunapewa neno. Kila siku tunapewa neno. In the fellowships, neno. Jana tulikuwa mahali, tulikuwa tunakula mchele, na nikasikia wengine wameharibiwa na hiyo mchele. Waki mama Jimmy hajafika. Tubu. Neno, huyu alitupea neno badala ya kukula mchele. Neno. Kwa hivyo the word is everywhere. Bwana asifiwe. Prayers. Nasikia kuna maombi ya asubuhi. Hata leo asubuhi watu wameamkia maombi. Nimesikia nimesema kama this year we open the year with the prayer and fast 21 days. Mimi nafikiria sikuenda zote, afadhali sasa nitoe muhera nikiwa hapa juu. Nilienda kama 10. Lakini tulifungua na maombi ya kufunga. Bwana asifiwe. Hiyo ukisema tu hiyo inaenda tu. Hiyo watu wengi wanakuja. Tukifika ni wakati wa kutoa, sasa hiyo inakuwa gumu. So we exercise these principles halfway. Bwana asifiwe. Neno la Mungu 90%.
prayer and fasting, kwa sababu wa watu kama sisi 70%. Ukiangalia giving and receiving, labda 10% au 15%. So unaona mambo mengine tunaiacha nyuma, na ni ile ya muhimu sana ambayo it will support our prayers, it will support our word. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama neno ilikuwa lifanye kazi, likakuwa neno halifanyi kazi, sababu kuna mambo mengine tumeacha nyuma. Bwana asifiwe. Kuna maneno mengine tumeacha nyuma ambayo inafaa iandamane pamoja, ndio ile mbingu ifunguke. Bwana asifiwe. Tutasoma Maraka in the next service. Na taona anasema nitamfungulia nini? Mbingu, the windows of heaven. Ikiwa zile dirisha zitafunguliwa, we must exercise our principles, our doctrine of Christians, of believers fully, so that the windows of heaven can be opened. Otherwise, we shall be exercising, we shall be operating on a closed heaven. Are you hearing me? Church, we shall be exercising, we will be praying and fasting at a closed heaven. Na inajidhihirisha kweli, inajidhihirisha. Unajua ni maneno ambayo waamini hawataki kuambiwa. Wakati unaona magonjwa, wakati unaona poverty, umaskini, tunazidi kulipa just basic things, kusomesha watoto wetu, not just because of you are praying and you may think you are doing it is good, but you are doing it at a closed heaven. Bwana asifiwe.